kuja. Haya, hebu nisomee katika kitabu cha Hebrew 4:12. Yesu amekuja kuleta moto duniani ili hii moto iweze kuchoma, kwa sababu neno la Mungu ni moto, na moto huwa unafanya nini? Unachoma. Na kuna wakati kulikuwa pale crusade, hao watumishi wakiendelea kufundisha, na ninakumbuka vizuri sana, kuna watu walitoka wanatoka mpaka kwa gari ndani wanaposikia ujumbe ukihubiriwa, kwa sababu tunaambiwa huu ujumbe ni kama nini? Ni kama moto, unawachoma ndani ya roho zao, inawachoma kabisa. Na ndio maana tunaambiwa huu ujumbe wa Mungu, huu kweli ni moto, umeletwa hapa duniani. Yesu ameuleta hapa duniani ili uweze kuwachoma watu, na unapowachoma wafanye uamuzi wa kukaa katika upande wa Mungu ama kukaa upande wa nani? Wa shetani. Tumsomee Hebrew 4:12. Inasema, maana neno la Mungu li hai tena, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote, ukatao kuwili. Neno la Mungu ni upanga ambao unakata nini? Kuwili. Unakata kuwili. Ukienda upande huu unakata, ukienda upande huu mwingine unafanya nini? Unakata. Haya, tusomee katika kitabu cha Luke 12:52. Luke 12:52. Inasema, kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu 5 wamefarakana, 3 kwa wawili, 2 kwa 3. Tunaambiwa ya kwamba unapopokea ukweli, nyumba iwe ya watu 5, kutakuwa na 3 ambao wanakubaliana na hili neno na 2 ambao wanakataana na hili neno. Kwa hivyo unakuwa ni kama upanga, ni upanga unaleta mafarakano, kwa sababu kuna hili neno ukilipokea, kuna wenye wanasikia hawalitaki kabisa, hawataki kulisikia. Kwa hivyo ni upanga ambao unakata ndani ya mioyo ya wengi. Haya, kunakuwa na makundi, na tunaambiwa ya kwamba tunapokuwa katika hali ile tunafaa kuwapenda ambao tunakaa na wao, tukiwapea haya maneno ya Mungu ili na wao waweze kufanya nini? Waweze kuokolewa. Tunaambiwa ya kwamba the battle belongs to God, kwamba hii vita sio yetu, hii vita ni ya Mungu mwenyewe. Haya, tusomee katika Ephesians 6:11. Ephesians 6:11 inasema nini? Waefeso 6:11 inasema, vaeni silaha zote za Mungu. Tunaambiwa tuvae silaha za Mungu. Hatuwezi enda hivyo bila silaha. Ni lazima tuvae silaha. Na hii silaha ni neno la Mungu ambalo ni kweli. Haya, endelea. Mpate kuweza kuzipiga hila za shetani. Tunaambiwa tuvae hii silaha ambayo ni neno la Mungu ili tuweze kupiga vita ambayo tunaambiwa vita sio ya mwili. Sio vita ya mwili, ni vita ya kiroho. Tunapigana vita vya kiroho. Haya, endelea. Inasema, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haya, anza hapo juu, turudie tena. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Hapana, rudia hapo, umesoma 11. Hapo tu. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Hatupigani hii vita ati tupigane mangumi ama nichukue kisu niweze kudunga mwingine. Hatupigani vita hivyo. Haya, endelea. Si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Ni juu ya falme
falme na nini na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunaambiwa hizi vita ambavyo tunapigana ni juu ya falme na mamlaka ambayo iko katika dunia hii, Ukiingia tu katika ukweli, kuna vita ambayo umeanza, na vita hii hujuangi imetoka wapi, lakini ni lazima kuwe na vita kwa sababu ni kati ya nuru na giza. Haya, endelea. Inaendelea ikisema kwa sababu hiyo toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Tukisha silaha za vita, tusimame, tuweze kusimama vizuri ili Mungu wetu aweze kupigana vita pamoja nasi, tuweze kuikamilisha hii safari. Haya, kwa sababu tunaona katika ukweli kuna watu ambao wamejiingiza kwa siri, na tulipokuwa katika maombi, rafiki yetu Steve alitusomea katika Jude 1 ambayo nataka urudie, Jude 1 verse 4 ambayo ilikuwa inasema aje? Yuda 1:4 inasema kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Kuna watu ambao wameingia kwa siri katika ukweli wa Mungu. Kuna watu ambao wameingia kwa siri. Haya, wanafanya aje? Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu. Wanakuja kubadili neema ya nani? Mungu wetu. Neema ya Mungu wetu. Kuwa ufisadi. Ufisadi. Nao humkana yeye aliye pekee yake Mola. Wanamkana yeye aliye pekee yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo huyu mtu ambaye anaingia ndani kwa siri anakuja kuondoa ukweli wa Mungu ili aweze kuweka maneno yake mwenyewe, na akiweka maneno yake mwenyewe, hapo ndipo uasi unafanya nini? Unaingia ndani ya kanisa. Haya, endelea. Tena napenda kukumbusha ijapokuwa mmekwisha kujua haya yote. Wachana tu na hayo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna watu ambao wameingia ndani ya ukweli wa Mungu, wameubadili huo ukweli wa Mungu na wameingia kisiri. Kwa hivyo tunaomba Mungu wetu sana katika ukweli ambao tumepata, tusipate mtu ambaye ataingia kwa siri ili aweze kuondoa ukweli wa Mungu. Tunafaa tuwe makini sana, tuweze kufanya nini? Kumgundua huyu ambaye analeta uasi katika nyumba ya Mungu. Haya, tusome katika kitabu cha Petro wa kwanza 4 verse 13. Inasema lakini kama mnavyoyashiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake. Tunaambiwa ya kwamba tukipata mateso tunafaa kufanya nini? Kufurahi. Tufurahie katika mateso ambayo tunapata, na tunafaa kufurahi ili tunafaa kufurahi wakati tunapata mateso, tukijua ya kwamba Yesu wako katika upande wetu. Yesu wako katika upande wetu ili aweze kutusaidia kupigana vita vizuri, kwa sababu ameweka ukweli ndani yetu ili tuweze kufanya nini? Kuendelea kutangaza huu ukweli ambao ni wa malaika watatu. Haya, soma katika Matthew 5 verse 10. Matthew 5 verse 10. Inasema aje? Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Heri wenye kuudhiwa kwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa maana ufalme wa mbinguni ni wa nani? Ni wao. Heri waudhio na wastumu, wenye wanawastumu, kwa sababu nyinyi ambao mnastumiwa, ufalme wa mbinguni ni wa nani? Ni wenu. Haya, tunaambiwa tukiwa katika ukweli huu wa Mungu tunafaa tusiogope hata kidogo, kwa sababu Mungu ako upande wetu. Mungu ako upande wetu, kwa sababu tunaona
watu hata wa zamani ambao walisimama na ukweli, hata wawe watu ambao ni kundi dogo, Mungu alisimama nao. Hebu tusomee katika Luke 12:32. Luke 12:32 inasema nini? Inasema msiogope enyi kundi ndogo. Tunaambiwa tusiogope sisi kundi dogo ambao tumeitwa na Mungu. Kwa sababu ukienda katika dhehebu zingine watu wamejaa, na mtumishi wa Mungu hapa amesema ya kwamba sisi sio watu wa dhehebu, sisi ni watu wa Mungu. Tunaweza kaa hapa tujione sisi ni wadogo sana, lakini tunaambiwa tusiogope sisi kundi dogo. Kwa sababu gani? Kwa kuwa Baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Kwa hivyo tunaambiwa tusiogope kwa sababu Baba yetu wa mbinguni ameona ni vyema atupe nini? Atupe huu ufalme. Kwa hivyo tukiwa hapa tukijikaunti hivyo tunajiona sisi ni wachache sana. Na tumetoka katika madhehebu ambayo imejaa watu hivi, imejaa watu wengi sana. Kwa hivyo tunaambiwa tusiogope kwa sababu Mungu wetu wa mbinguni ameona ni vyema atupe ufalme hata kama sisi ni wachache. Kwa sababu wawili ama watatu, Yesu akiwa wawili ama watatu, Yesu akiwa, Mungu anakuwa wapi? Hapo ndani, si ndio? Haya, tuende katika Isaya 41:10 inasema nini? Isaya 41:10 inasema tunaambiwa tusiogope hata kidogo kwa sababu Mungu ako pamoja nasi. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama, wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu. Watu ambao wanashindana nao watakuwa si kama kitu. Kwa sababu unaambiwa ya kwamba hii verse naipenda sana. Hata wakati niko katika hukumu gani, nikisoma hii verse huwa inanitia nguvu, kwa sababu Mungu anasema atakutia nguvu wakati huna nguvu hata kidogo. Wakati uko chini kabisa, Mungu anasema atakupea nini? Atakutia nguvu, atakushika na mkono wake wa kuume ili aweze kukutoa katika shida ambayo uko nayo. Nitasoma nukuu moja, naendelea kumaliza. Nukuu moja ambayo iko katika Step to Christ 43.3. That was ever fought the yielding of self, surrendering all to the will of God. Kwa hivyo ubinafsi, ukiwa na ubinafsi unatamani vitu za mwingine, na ukitamani kitu ya mwingine, hiyo self ndio inakupeleka kuchukua hiyo kitu ya mwenyewe na kuweza kufanya nini? Kuimba. Kwa hivyo unakuwa mwizi kwa sababu ya self. Hiyo self ndio tunaambiwa it's the greatest battle inside you, kile ambacho unafikiria. Nikiwa hapa mimi nikiwa mama Ani, hujui chenye nafikiria. Kwa hivyo self ndio inakuwa the great battle. Haya, endelea umalizie. Surrendering all to the will of God requires a struggle, but the soul must submit to God before it can be renewed. The soul what? But the soul must submit to God. The soul must submit. Huo ubinafsi ndio unafaa kupeana kwa Mungu ili aweze kukushindania. Kwa hivyo hapa tukikuja tunakuwa watu different sana. Ukikubali Yesu unaambiwa ya kwamba hutakuwa kama venye ulikuwa hapo kitambo. Mama Ani anachukua vitu za mwingine, anaitwa mwizi. Mwingine alikuwa ana usherati ndani yake. Mwingine ako na tabia za kidunia ambazo hazivai mbele ya Mungu. Kwa hivyo ukileta huo ubinafsi mbele ya Mungu, Mungu ndiye anafaa kukubadilisha uitwe kiumbe kipya. Haya, nitasoma verse 2 za kumalizia.
Deuteronomy 31 verse 6. Tusikie venye Mungu anatuambia tukiwa katika this great battle, anatuambia aje? Inasema Deuteronomy 31 verse 6. Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope. Tunaambiwa tuwe strong na of good courage. Aya, tuendelee. Msiogope. Tunaambiwa tusiogope wala msiwahofu. Tusiwahofu. Kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Tunaambiwa tukiwa katika hii great battle, tunaambiwa ya kwamba tuwe na nguvu na tuwe of good courage, kwa sababu Mungu ako pamoja nasi na hakuna wakati hata mmoja atakuja kutuforce ama atufail. Tukiwa tuna Mungu tutakuja kusimama, kwa sababu akitushika mkono yeye tu peke yake ndiye anatupea nguvu ili tuwe washindani. Aya, tuende katika kitabu cha mwisho Deuteronomy 3 verse 22. Inasema msiwaache kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye awapiganiaye. Tunaambiwa Mungu ndiye atupigana, anayetusaidia kupigana hii vita, ndiye atupiganiaye. Mungu peke yake ndiye atupiganiaye. Kwa hivyo tunafaa tujiweke mikononi mwa Mungu ili tuweze kuwa na hiyo nguvu ya Mungu, tuweze kumshinda yule mwovu shetani katika majaribu yote ambayo tunakubana nayo katika ulimwengu huu, tukijua ya kwamba hii vita sio yetu bali ni ya nani? Ni ya Mungu, na Mungu awabariki. Amina.